الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. أما بعد. Alhamdulillahi rabbil alamin, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukutanisha tena katika siku hii tukufu, siku ya yaumul Jumua, ndani ya ibada tukufu ya salatul Jumua na khutba ya Ijumaa. Tumekutana hapa kama ilivyoada tangu enzi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Waislamu tuna kawaida kila wiki ndani ya siku ya Ijumaa kukutana na kukumbushana, kuelimishana kile ambacho kitatufaa ndani ya wiki nzima. Leo hii tumekuja na mada ya miujiza ya astaghfirullah, miujiza ya astaghfirullah, kwa sababu Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuileta tu hivi hivi, isipokuwa ina athari kwetu hapa hapa ulimwenguni na huko akhera. Sasa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuasa sana tumuombe msamaha. Kwenye kumuomba msamaha kuna nini? Jua kwamba hii astaghfirullah ina miujiza ndani ya maisha yetu, kama tutaitumia ipasavyo, kama tutaitumia vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini, ametuelekeza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani: faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sawa, kwamba Nabii Nuh alayhi salam alipewa wahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa awaambie watu wake, muombeni msamaha Mwenyezi Mungu, hakika yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu mno. Lakini haitoshi, mkimwomba msamaha, kitendo cha kusema astaghfirullah astaghfirullah yursilis samaa alaykum midrara, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta mvua. Sawa, ni neno ukitafakari, ni neno tu la kawaida. Tuliza tu akili yako, ni neno tu ukisema astaghfirullah astaghfirullah, lakini astaghfirullah inaleta mvua. Wayumdidukum bi amwalin wa banina, bado haitoshi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupeni mali nyingi. Au na hela, sijui maisha yako yana dhiki, sijui kitu gani, usipate tabu, kaa dumu na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sawa, kwa sababu Mungu mwenyewe ndo kasema. Sawa, ukiwa una shida niombeni basi hata msamaha nitawapeni. Sawa, Mungu anatamani tu kutuona sisi tunamuomba msamaha, yani anatamani tu, haijalishi yani wewe una makosa kiasi gani, hata kama ndiyo shida zako hazijasababishwa, labda huna uzinifu wewe, huna madhambi, lakini wewe sema tu astaghfirullah. Ile astaghfirullah ni dawa ya kuvuta mali. Bado haitoshi, Mungu anasema nitawapeni na watoto.
Astaghfirullah inaleta watoto. Yaani hata kama mtu najiona mimi natamani nipate mke, lakini mke yenyewe sipati, sielewi, haina haja ya kwenda kusafisha nyota. Habibi, unataka mke, kaa dumu na astaghfirullah, nyota yako itasafishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niwaambie kitu kimoja, katika maisha matendo tunayoyafanya, hasa sisi vijana maskini, kwa sababu naweza nikasema wengi wetu tunaelekezwa kuwa matendo tunayoyafanya tunapata tu dhambi, lakini hapana. Matendo tunayoyafanya tunapata athari 3 mpaka 4 katika maisha yetu, kila tendo unalofanya. Mpaka hivi mimi ninapozungumza, sawa, mpaka hivyo ulivyokaa, athari ya kwanza unaoipata katika tendo unaolifanya, liwe zuri baya, utapata athari katika mazingira. Kwanza roho, utapata athari katika moyo wako, ndani yako mwenyewe binafsi utaathirika kwa tendo unalolifanya. Athari ya pili unaoipata ni katika mazingira yanayokuzunguka, sawa. Yaani vile wewe unaishi, umefanya jambo fulani, haya mazingira haya yatakuathiri, yani utaathirika nayo. Yani kama wewe mzinifu, watu watajua jamaa mzinifu ule, na hata muonekano wako utakuwa kizinifu tu, sawa. Athari ya 3 ndiyo akhera, dhambi na thawabu, sawa. Mfano mtu anazini hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zinaa inavua imani kama vile mtu anavovua nguo, si ndio? Pale imekuathiri mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pia azina yurithu faqra, zinaa inaleta umasikini, ufakiri. Maanake umasikini na ufakiri, ufakiri umezidi umasikini, zinaa inaleta ufakiri, sawa. Nimetoa mfano wa tendo la zinaa kwa sababu ndio tendo ambalo leo hii linaonekana kawaida. Ukienda hata kwenye mavyoo ya mavioni unakuta zimebandikwa, yani kwamba wao wasichokitaka ni mimba tu, lakini unakuta kondom zimebandikwa kwenye mavyoo. Ukienda kwa wenyekiti, hii sijui hospitali ya serikalini, unakuta zimebandikwa. Yote ni kama vile kuhamasisha kionekane ni kitu cha kawaida, kumbe ni kitu ambacho kina athari mbaya sana katika maisha yetu, hasa sisi vijana, sawa. Athari ya pili namna hiyo, unapata mikosi katika maisha yako, yani uelewi, ufakiri nao, mikosi nayo, mambo yako hayaendi vizuri, hata pesa ukipata hazikai, sawa, kwa sababu akili yako inaathirika kisaikolojia. Na rafiki yangu mmoja maskini alikuwa ananiambia, huyo sio yani halali na mwanamke, lakini alikuwa ananiambia, Nasi nakusikiliza sana, unaniasa sana, lakini mimi siwezi hata kwenda chuo bila kuangalia pornography. Hawezi yani, kashakuwa addicted. Wapo kuna watu kuna mmoja ni Mkristo, rafiki yangu mmoja ananiambia, shehe wewe sema, lakini jamaa ukienda kwake anakwambia amejaza ni mipira, imejaa kibao kwenye draw. Yaani hawezi kuacha kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu ile kitu imemwathiri kwenye maisha yake. Kwa hiyo muda wote yeye anajisikia anataka tu. Na mtu wa namna hii huwezi kuwa na maendeleo. Sawa. Athari ya 3 ndio akhera. Unakuta mtu anapata dhambi kwenye maisha yake. Anapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Sasa ikitokea tumefanya hivyo, kitu kinachotuathiri zaidi ni hii mikosi tunaoipata hapa katikati. Sawa. Mungu ukifanya dhambi anakuangalia kwanza, utaomba msamaha,